Nyo. Vema kabisa mtu wangu umefika sasa. Nafikiri tunaweza kuendeleza mazungumzo na yeye kafika. Umesikia? Hapa tuna kazi. Kwa muda si mrefu tutarudi jioni. Mbona sielewi? Tunarudi. Kaa. Sasa hebu nipande hiyo hela basi. Tunakuja kwanza. Habari za uko tumka. Lakini mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Hivi hawa vijana waliotoka sasa hivi baada ya kuingia umebatika kuonana nao huko ulipokuwa au ipo? Mimi sijakutana na mtu yoyote. Lakini bwana kama pana kitu ambacho nataka kunieleza kikulenga sana wewe na imeonyesha wazi kwamba huenda mmeonana huko ulipokuwa. Mimi nani kumbe? Sijakutana na mtu wala sijaonana na mtu. Basi sawa. Tuachane nalo leo. Jingine na mimi nataka jaribu kuzungumza pendo unapotoka, hebu jaribu kuona wapi kurudi nyumbani. Kwa sababu angalia mdogo wako kama unajua bado ni mgeni hapa nyumbani. Kwa mambo mengine sio lazima mipaka nianze kumtuma shemeji alikuwa wewe. Ndio kwa sababu vizuri. Kitu hicho hapo unaweza kuangalia kwamba namna gani ambavyo naweza kuwa na mbana mimi shemeji. Yote hayo unaweza kurudisha wewe na sijui anaweza kuwa anajisikiaje. Ili kwamba yeye anaweza kuwa anajisikiaje. Sijui unaona vizuri. Nimekuelewa. Basi sawa, hamna shida. Jaribu kutekeleza kila kitu ninachokwambia na fanya maandalizi haraka ya chakula, ambao njaa zimeuma. Ni muda mwingi haupa nashindwa kufanya neema leo yote kwa shemeji. Sawa. Basi sawa, ngoja mimi kaandae sasa yako. Sawa, endelea na majukumu mengine. Lakini hebu mwambie shemeji aje mara moja. Sawa. Sikuchelewesha na samahani kwa kukusumbua. Hamna shida. Usijisikie vibaya pindi napokuwa tutambua mimi ni mumeo. Pindi unapokuwa hapa nyumbani, jaribu kuwa huru, jisikie amani, jisikie kuwa huru kama upo nyumbani pia. Usisite kuniambia kitu chochote kile ambacho kinaweza kuwepo, aidha shida yako yoyote unaweza kuwa nayo, usisite kuniambia. Mimi kama shemeji yako atatekeleza. Sijui mbona kabisa. Na kama unaweza kuwa na changamoto yoyote, jisikie amani na kuwa huru kabisa. Sijui mbona kabisa. Mimi sitaki ukae kuwa na mnyonge, aiza mpweke, alata kitu sikitaki. Kitu sikitaki kabisa kukiona mbele yangu, sawa? Lakini pana kitu kingine nataka sijui nikupe usia. Tambua hapa kijijini wewe ni mgeni. Na tabia ya vijana wa hapa kijijini kwetu mimi naijua. Vijana wanapoona labda binti mgeni kuna mji wa mtu, vijana wanaanza kufungamana, kidogo inaweza kuwa shida. Kidogo inakuwa shida. Lakini mwisho wa siku unaweza kuingia katika 18 ya vijana hatimaye wanapata mimba. Mimi kama shemeji yako utaona wivu kwa kweli. Kama shemeji yako utaona wivu kwa kweli. Kwa sababu mimi na wewe ni pamoja. Kama hivyo mimi na dadako. Sawa. Nafikiri umenielewa vizuri. Nimekuelewa. Basi sawa, mimi nikuruhusu endelea na majukumu yako mengine. Lakini jaribu kuwa makini. Michael. Njema, habari ya saizi? Safi. Sasa mimi nafikiri takupigia simu, takuelekeza yale maelekezo mengine nakupatia jana, utakupa utaratibu maarufu. Basi sawa.
Ya baadaye. Mara moja. Mchana. Kwa hiyo nitakiwa upike tule haraka haraka. Sasa ngoja nikueleze kwa elimu. Sawa. Uwahi sasa hivi. Ndio uwahi. Shemeji yako akirudi hapo. Fanya haraka. Hebu njoo mama. Kama pale bado naanika nguo. Naanika nguo za babangu. Shemeji naye yuko wapi? Nimemtuma sokoni. Basi sawa. Mimi natoka. Natoka? Kama unavyojua taratibu za shughuli zetu. Hivyo pana ile barua nafikiri kuonyesha jana kusana na hii barua inabidi nikatekeleza kufanya majukumu yapi, lakini barua imeeleza naweza kuchelewa kurudi, hivyo ubakie makini hapa nyumbani wewe na familia yote kwa ujumla. Sawa. Changamoto zozote zinazoweza kutokea tunaweza kuwasiliana. Tabaki na hela kidogo kwa ajili ya matumizi kwa muda ambao atakuwa sahihi. Tunaweza kutokea ambao tunaweza kuwasiliana pia. Sijui mnaelewa. Sawa. Mimi nafikiri mbaki salama. Haya, safari njema. Hamna shida. Jaribu kuwa makini tu, utamwaga pia na shemeji. Utamwambia nimetoka. Sawa. Kweli. Yule mahogo hata 100 apate yule mzee yule. Yaani hapo ndo shaisha. Ila tu tutakifanya hapo ni kumwambia tu kweli. Ndio nilikuwa naona na mimi kumwambia tu kweli. Josa ni atembea na mke wake. Mona. Wewe mzee mwanangu wa moto. Na mimi namsikiaga mimi. Ndogo wangu maswala yani ya wanawake tuache nao kabisa. Yaani sio vile mwanangu unasimama na mke wa mtu mwenye mwembe vile mwanangu ndio hiyo hapa. Sasa unasikia? Hapa kwanza. Tena nafaa tuangalie muda mwingine tumfuate yule mzee tumuelekeze kabisa mazingira yote yalivyo. Yaani kumwambia hata sasa. Mabraza, mke wako 1, 2, 3. Alafu kwanza zikila mwenyewe asije. Ndio kabla chawi. Na waje basi. Shwari. Hamaka. Nyama. Nanukia damu hapa. Unanukia damu? Unanukia damu sana mwanangu. Hasiala, mimi nanukia damu. Kika unanukia damu. Yaani mimi nanukia damu. Yaani unanukia damu. Yaani uine kuelekea wewe. Ndio. Ongea na rafiki yako bwana. Sugani mwanangu, bwana siwende. Papa sio mwana. Mimi tena. Yaani sio mwana kabisa. Kwa sababu gani unasema hivyo? Kama mwanangu yeye ni kijana. Eti jamaa. Yaani tunamtaona kwanza. Unajua nini masela kimemkijui nyinyi? Nyinyi bado watu wadogo hapo mjui nini maana ya mapenzi. Watoto. Watoto kwa ile ni mchanga hivi. Yaani mngekuwa unajua mapenzi nini? Sisi kwa mnanishangaa. Nasikia. Mwanangu mzee ni wa moto yani.
Ndani ya moto. Analoga mchana. Maana mimi baridi. Wewe si friji. Kuna jioni. Huyo mzee analoga asubuhi. Wewe jiko unatembea na mke wa mtu. Tembea na mke wa mtu sababu dogo hiyo. Sasa unatembeaje na mke wa mtu? Oh, vipi nini sasa? Ule Paul ashamkava chenso. Mwanangu, yani aliloga jamaa fulani hivi, yani huko akavimba. Alo jamaa ni wake kapu, akana liweka hivi. Atembea ameshikilia. Washasikiaga mtu mwanaume amebeba hivi. Sasa sikilizeni hizo mada zenyewe. Kama mnasikiza mtaani hivyo ni wao. Sikiliza mimi. Mke wake nakula vitu vyake. Yaani sio hicho tu. Hata angekuepo na wanayo mabinti mimi ndio hivyo. Yaani pale umeatinga. Kifupi umeatinga. Yaani mimi nakuona wewe Jusa ni mdogo sana kwa yule mzee. Au sio? Mdogo sana. Bado kijana mtoto wewe. Hivyo hivyo. Hebu muone kwanza anaishi yake jamaa hivi anacho. Hello. Hello. Mambo. Poa. Kwa hiyo nije nyumbani, yule mzee wako katoka? Kashaondoka. Kweli katoka? Katoka kweli. Sio unanitega mimi mzee nikaja kupigwa kwa mimi mwili wangu. Yaani usijali baby. Nije tu hapo. Wewe njoo. Leo utakuja kukesha. Nakuja kukesha leo mwenzio nakuja hivyo. Ndio hivyo, wala usijali baby wangu. Nakupenda hicho. Mimi babu unaniharibia mchongo wewe. Yaani babu tunakwambia kuna puuzia mwanangu. Unafanya kama na usishika. Acha. Baridi. Oa tusitafutane basi mwanangu. Yaani umesikia mjui ndio maana mnakuwa wabishi. Yaani ndio maana tunakwambia hivi. Hicho kitambi kitaisha mwanangu. Au kitaongezwa kidogo. Afu kama nyinyi yani mkifa kuzikwa mstahili sababu gani? Mapenzi atanzi kwanza. Yaani msikie jamaa. Bora huyu tukatembana naye sasa hivi. Kwanza mwanangu sipigie simu. Na mimi simtafute baridi. Fresh. Hebu nenda uko leo suruali lako na umetoa mke. Ndio wapi nyancho huko. Hapo hebu maji. Njoo kwanza leo tutafutane sawa? Kama mnaendelea mchongo wangu utakuja kufanya kitu